vinamsujudia. Akatoa taarifa kwa ndugu zake, akawashuhudia yale aliyoyaona. Anaowashuhudia wanamoto tayari wameshaweka chuki ndani ya mioyo yao, kwa sababu ya namna ambavyo baba yao amempenda. Mbili, amemshonea kanzu ndefu, ambapo ndani ya mioyo yao pamefika chuki za aina mbili alizoziota. Asielewe mioyo yao ipoje. Sio kila mtu unaweza ukamwambia ndoto zako na mambo yako. Angalia watu wa kueleza na kuambia. Wengine unapowaambia na kuwashuhudia, ndio maagenti wakubwa wa shetani wa kufisha ndoto zako na maono yako na mipango yako na kuharibu nyota yako. Sio kila mtu wa kushirikisha mambo yako. Jihadhari. Chukua tahadhari. Wanadamu wanaweza kufurahia usoni, lakini usijue ndani ya mioyo yao. Unapowaambia ndoto zako, unapowaambia mambo yako, unapowaambia mipango yako, wanawaza nini? Wengine unapowaambia ile mipango yako, wanapata pesa na kukuangaliza. Sikiliza, lazima uwe mwangalifu. Haleluya, haleluya. Lazima uwe mwangalifu. Ulikuwa hujabeba mimba tangu ndoa yako miaka 5, alafu maombi yakafanyika. Nisikilize, Mungu atafanya jambo, Mungu atatenda muujiza, ukabeba ujauzito baada ya miaka 5 ya ukimya. Alafu kisha beba ujauzito, Mungu amekutendea muujiza. Adui, wewe unaita ni mashambulizi, wewe unaita ni vita wewe mwenyewe. Sio watu utakaoeleza jambo hilo watalifurahia. Wengine watapata tabu, wataweka chuki. Wanaweza wakafanya hila zozote, hata kudungua hiyo mimba. Maana umekosa akili, umekosa ufahamu. Sio kila jambo unalolipanga, unaloliwaza uambie watu, utembee kwenye mitaa. Angalia mtu wa kumshirikisha mambo na ambaye anaweza kabeba mzigo pamoja na wewe, si ambaye anaweza kaanzisha umbea na kuanza kutangaza mitaani mambo ya kunataka kuyafanya. Yusufu alipowaambia zile ndoto ndugu zake, hapo wakamwambia tena. Ina maana wao wenyewe wakaanza kutafsiri. Yusufu hakutafsiri zile ndoto. Yusufu aliwahadithia, aliwashuhudia ndoto alizoziota, lakini wao wakaanza kufanya, wakaanza kuzitafsiri. Ina maana sisi pamoja na wazazi wetu, yani baba na mama, tutakuja kukusujudia wewe mtoto ambao umeshindwa. Wakamkatisha tamaa, wakaongea mengi, wakajadili mengi. Walipojadili mengi, hawakuishia hapo. Chuki zikaongezeka maradufu. Baba, wewe mtoto umechanganyikiwa, umepagawa, una matatizo ya kiakili. Sikilizeni wazee, sikilizeni ujumbe, acheni kuongeza. Wakasema wewe unaonekana umechanganyikiwa. Kama ingekuwa ni wakati huu, wangesema huyu mtoto achukuliwe, apelekwe kwenye hospitali ya Migate Dodoma, akapiga akili. Ina maana sisi pamoja na wazazi tutakuja kukusujudia wewe. Sikiliza, Mungu anaweza kumpa mtu mambo ya miaka 35 ijayo mbele yake. Mungu anaweza kumwonyesha mtu, kampa taarifa ya wakati ujao wa miaka 50 inayokuja, ili katika hayo aendelee kuketi chini
na uwepo na mamlaka ya kimungu wa mbinguni. Yusufu alipoamka mioyo yao ikainuka kupandisha thamani. Haleluya, haleluya. Mstari wa 12 mpaka wa 17, baba yake anawamtuma Yusufu kwenda machungani, kwenda machungani, kwenda machungani. Sikiliza, kawaangalie ndugu zake ili akawa juelie hali ndugu zake wanaendeleeje, wanaendeleeje. Ama utulivu, nisikilize mimi. Amina. Alipomtuma kwa ndugu zake, Biblia inasema hivi, wakamwona na kuja kwa mbali, wakaambiana. Sikiliza, nasema wakafanyeje? 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 Tamka kwa sauti kubwa, wakafanyeje? Wakafanyeje? Wanaoambiana ni watu gani? Ndugu zake nani? Wakasemaje? Bwana ndoto yule anakuja. Walipoambiana, kabla Yusufu hajafika pale, wakapanga mipango. Sikiliza, sema wakapanga mipango. Sema wakapanga mipango. Sema tena wakapanga mipango. Sema tena wakapanga mipango. Mipango ya hila. Sema mipango ya hila. Sema mipango mibaya. Sema mipango miovu. Sema mipango batili. Sema mipango ya mauaji, mipango ya uharibifu. Kuna watu wanapanga mipango ya uharibifu mwaka huu wa 2026. Kuna watu wanapanga mipango mibaya, mipango miovu. Sikiliza, huu ni mwaka wa kupandisha thamani. Pamoja na mipango yao, pamoja na hila zao, pamoja na mbinu zao, usiogope. Changamkeni, 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 changamkeni. Huu ni mwaka wa kupandisha thamani. Aya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 . Kuna mtu hajanielewa? Kuna mtu hajanielewa? Nasema huu ni mwaka wa kupandisha thamani. Walipomwona anakuja pahali, wakapanga mipango ya hila, mipango miovu, mipango mibaya. Wakaanza kusema mibaya, wakaanza kujadili mambo mabaya ya kumuua Yusufu, ya kumpoteza Yusufu. 2026 kuna watu wanapanga mipango ya kukupoteza, wakupoteza ndoto zako, wakupoteza malengo yako, wakupoteza mipango yako, wakupoteza maono yako. Sikiliza, watapigana na wewe, lakini hawatakushinda. Watapigana na wewe ili wafiche ndoto zako, ili wafiche maono yako, ili wafiche mipango yako, ili wafiche maendeleo ya elimu za watoto wako, ili wafiche maendeleo ya afya ya watoto wako na maendeleo ya afya yako. Sikiliza, watapigana na wewe, lakini sema lakini, sema lakini, sema lakini, sema tena lakini, sema tena lakini, sema tena lakini, sema tena lakini. Hawatanishinda. Piga kelele, piga kelele.
Simama na kukwambia huyu mwaka kupandishwa thamani. Ninaelewa, ninajua kuna mambo ambayo Mungu amenipa, kuna taswira ambayo Mungu amenipa, kuna picha ambayo Mungu amenipa, kuna ndoto ambazo Mungu amenipa, kuna maono ambayo Mungu amenipa. Unataka kupandishwa thamani. Kibinafsi kwenye maisha yako, huyu mwaka kupandishwa thamani. Kibinafsi na watoto wako, huyu mwaka kupandishwa thamani. Kibinafsi na ndoa yako, huyu mwaka kupandishwa thamani. Kibinafsi na mipango yako, huyu mwaka kupandishwa thamani. Kibinafsi na kazi zako, huyu mwaka kupandishwa thamani. Kibinafsi na masomo yako, huyu mwaka kupandishwa thamani. Haleluya. Hautabaki hivyo hivyo mwanangu. Hautabaki hivyo hivyo. Shika mkono jirani yako, mwambie hivyo na mwenyewe sitakavyokuwa. Mwambie hivyo na mwenyewe sitakavyokuwa. Mwambie tena hivyo na mwenyewe sitakavyokuwa. Mwambie tena hivyo na mwenyewe sitakavyokuwa. Mwambie ni mwaka wangu wa kupandisha thamani na Bwana. Mwambie ni mwaka wangu wa kupandisha thamani na Bwana. Ni mwaka wa mtu kupandisha thamani. Ni mwaka wa mtu kupandisha, 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 kupandisha thamani. Naziona baraka, naziona naziona baraka, inamiminika juu yangu, baraka za uzima, baraka za afya, baraka za uchumi. Shida zikija, sema ni mwaka wa kuinuliwa. Matatizo yakija, sema huu mwaka wangu wa kuinuliwa. Sema huu mwaka wa kupandishwa thamani. Ukiona upepo wa misho, upepo wa misho unavuma kwa kasi, uambie huu mwaka wa kupandishwa thamani. Katikati ya upepo wa misho, katikati ya majaribu mazito, ndipo huo Bwana anamuinua kukupandishia thamani. Hayo yote yakitokea, sema ehe. Hayo yote yakitokea kwako, sema ehe. Shida na mateso na matatizo yakitokea kwako, sema ehe. Hizo ni ngazi. Hebu simama hata kukanyaga ngazi ya kwanza. Hata kukanyaga ya kwanza. Kanyaga ya pili. Kanyaga ya tatu. Kanyaga ya nne. Kanyaga ya tano. Kanyaga ya sita. Kanyaga ya saba.
nyuma. Sema magumu saba. Sema vitasa saba. Sema vinara saba. Ya dhahabu. Haleluya. Vinara saba ya dhahabu. Magumu saba. Vitasa saba. Haleluya. Namba saba ni namba ya ukamilifu wa Mungu. Ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, ujapoliona bonde la uvuli wa mauti, usiogope. 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 Hiyo bonde la mauti inakutengenezea ni ngazi. Haleluya. Hiyo ni ngazi. Hiyo ni ngazi. Hiyo ni ngazi. Hiyo ni ngazi. Mungu ukishatuka usishangae. Hiyo ni ngazi. Amina. Ninataka tumbo la Kristo na msumeno humo ndani. Usiogope. Hiyo ni ngazi mwanangu. Hiyo ni ngazi mwanangu. Haleluya. Amina. Ukiona kiuno kimesiatuka usiogope. Hiyo ni ngazi. Haleluya. Ukiona mgongo unauma usiogope. Hiyo ni ngazi. Ukiona watu wanainua vinywa vibaya juu yako usiogope. Hiyo ni ngazi. Wewe kinachotakiwa ni hiki: tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu. Hilo tu ndilo linalotakiwa. Tembea na Yesu, tembea na ufalme wa Yesu, tembea na ufalme wa Yesu, tembea na simba wa kabila la Yuda. Usiogope. Shika mkono jirani yako, mwambie usiogope. Mwambie usiogope. Huu ni mwaka wa kuinuliwa. Huu ni mwaka wa kupandisha thamani. Huu ni mwaka wa Bwana kwako. Shika mkono mtikise kama umemnyesha kwake. Shika mkono mtikise namna hii. Tikise namna hii. Tikise namna hii. Mwambie usiogope, usiogope. Wangapi waliona vile vifaa vitendea kazi vilivyovileta, vilivyokuwa na makundi tofauti tofauti ya vielelezo? Unakumbuka vile vielelezo? Unakumbuka vile vifaa? Huu ni mwaka wa kupandisha thamani. Kuna watu tuwatajua maneno. Mafanikio lazima yalete maneno. Mafanikio yanapokuja lazima watu waweruke. Wanaruka. Haleluya. Asante mwanangu. Lazima watu wachanganyikiwe. Herode aliposikia Yesu amezaliwa, mfalme amezaliwa, mfalme wa Wayahudi, alikatia. Pamoja na cheo kuhalisha kulikuwa pale pale. Pamoja na mamlaka hiyo pale, tumbo lilichemka na tumbo lilivurugika na tumbo lilivurugika. Wakaona sima matumbo ya watu wavurugike. Kwa hiyo hali wageleta vita ya uchumi itakuwa ni mbaya kuliko maelezo. Hali itakuwa ni mbaya, lakini Yesu ni mzuri kwako. Yesu aliye mzuri atakupa njia ya kutokea, atakupa mlango wa kutokea. Uli mwaka wa kupandishwa thamani.
vikao vyao, wapange mipango yao, waweke hila zao, wakoleze na chumvi zao, watandike na majambi, watandike na mikeka, wakae chini wakujadili wewe na saa 24. Alafu ajenda haishi, wanaweka kiporo. Watakuja tena kesho kutwa, wataka vikao, watakujadili. Ajenda yako haitaisha, watapata tena muda, wataweka vikao, watakaa, watakujadili. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajenda yao haitaisha, alafu ndani ya kujadili vikao vyao wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Watakapokuwa wanapigana wao kwa wao, kikao kitavurugika. Mwenyekiti wao atasema jamani, tairisha kikao, alafu tena baada ya wiki moja ataanzisha kikao cha dharura, watakaa wakujadili. Haleluya, 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 haleluya. Watakaa vikao wakujadili tena. Mungu atatuma upepo wa kisulisuli. Sema upepo wa kisulisuli. Kwenye nini? Kwenye vikao vyao. Watavurugana wenyewe kwa wenyewe. Wataondoka bila hitimisho. Watakapoondoka bila hitimisho, watakaa mwezi moja. Sikiliza. Baada ya mwezi moja, mwenyekiti tena ataitisha kikao cha dharura. Atatenga na fungu la posho, ataweka na ofa ya posho. Haleluya. Watakaa kikao, wanapokaribia kufika katikati, Mungu atatuma mawimbi makali. Mungu atatuma nini? Mungu atatuma nini? Yatawapiga wote, watasambatika, watakimbia kila mmoja kwa njia yake, watakapokimbia watatawanyika. Sema he, watatawanyika, watapigwa. Sema he, kwa njia 7 watakimbia. Watakapokuwa wameshindwa na Mungu amewapiga kwa mawimbi makali, watatawanyika. Msikiliza, niko kwenye ulimwengu wa roho Mungu. Sijui kama unanielewa, sijui kama unanipata. Sikiliza, kama umekuja kimwili hapa utanipata. Kama umekuja pupa hapa utanipata. Hapo niko kwenye ulimwengu wa roho zaidi. Wale roho watanielewa. Maana Mungu ni roho. Hawa inawapasa kumwabudu yeye katika roho. Na Mungu anawatafuta watu kama hao ili wamwabudu.
na ndipo hasira za mbinguni zitakapokutulika. Asante wangu, Mungu akubariki. Haleluya. Bwana akusudia tu, Bwana agenda yetu tangu tunapata ni kumshughulikia huyu. Sasa tunakwama wapi? Kwa nini tunapigana wenyewe kwa wenyewe? Shida iko wapi? Wataanza kumtafuta msababishaji katikati yao. Mwisho watayatengeneza, watamwambia sasa, na wewe tunapokuwa kwenye vikao usifanye hivi na hivi. Watasema tumeyamaliza, tumesameheana. Sasa mwenyekiti ataimisha kikao, ataambia rudi, baada ya nitaitisha kikao cha ili turudi kwenye agenda yetu, turudi kwenye mstari. Sikiliza, nalikuwa hapa kesho usiku kucha. Bwana kanipa vitu. Sasa nikielewa hivi vitu, hebu network yako. Network yako. I said, ungamalisha na miala hii. Ungamalisha na miala. Utatoka hapa ukiwa mtu mwingine. Utatoka hapa na sura mpya. Utatoka hapa na mtazamo mpya. Utatoka hapa na ndoto mpya. Hata zile ndoto walizozishusha, utatoka hapa zile ndoto zimehuishwa. Zile ndoto zimeinuliwa. Yale maono yanapandishwa juu. Baada ya miezi 5 mwenyekiti ataitisha kikao ili warudi kwenye ya kufanya ya kumaliza huyu. Wataisha mwenyekiti atafungua kikao. Watakapomaliza sadaka zao, mwenyekiti atarudi. Wapendwa, tumerudi tena kwenye kikao chetu. Kisha fanya tathmini. Tuliona wapi tumekwama, tuliona wapi tumeshindwa, tuliona wapi hatukufanya sawa sawa. Sasa tumeshagundua tutokea kitu hiki letu hii, simamo wetu huu, nia yetu hii, lengo letu hii, kuhakikisha ametufaa. Hamalizi 2026 au amesha, na ikiwezekana jua likisha chomoza, linapozama lizame na yeye. Wakati wanaendelea na agenda, wajumbe watainua mikono. Wakati wanataka sasa kujadili, mwenyekiti ulichokisema ni sahihi, na mimi nitaka kuongezea, sio yeye tu na watoto wake. Mwingine atainuka pale sema mwenyekiti, na mimi nitaka kuongezea, sio yeye tu na kazi yake na biashara yake ifisike, na kila kitu anachokitegemea kiwe, afya yake itetereke kabisa. Wakati wanaendelea na mjadala, anapoinuka sasa makamu